Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. This is Minister Charles and this is Let's Talk. Mahali ambapo tunazungumzia masuala tofauti. Sasa watu wamekuwa kiuliza, umepotelea wapi? Lakini hakika nilikuwa nimeenda kule mashinani kujua vile mambo yanavyoendelea on the ground, na tukapata kwamba kuna masuala ambayo yanasukua watu wengi, ambao watu wanaishi wakiwa wanajishuku moyoni kwa mambo walioyafanya, kwa mambo walioshukiwa. Na tulikuwa mpaka kule Machakos, na nikatoka pale na mtumishi wa Mungu ndiye akuja apate kutuongoza as we deliberate kuhusu mambo haya. Tutasaidiana namna gani so that we may be overcomers in the kingdom of God. Nilitoka pale na a servant of God, a man after God's own heart. He is a mentor to many and a powerful servant of God. Help me to invite Mr. Chris Mumo. How is it? I'm very fine. Yes. Thank you very much kwa kunialika leo. Okay. Niwe mmoja wenu wa katika hii huduma. Okay. Na katika hii kazi ambayo mnaendeleza. Yeah. Asante sana. This is Let's Talk. Tell us something about Mr. Mumo. Who is Mr. Mumo? Chris Mumo ni kijana ambaye ameokoka. Anapenda Mungu, na kijana ambaye anafurahia sana huduma, na kijana ambaye ako so much enthusiastic with even dealing with the youth. It is something that is so dear to me, so I thank God for mahali amenifikisha. Nashukuru Mungu. Nimetoka Machakos County, lakini siishi Machakos County, niko Nairobi kwa ajili ya kazi. Lakini nyumbani ni Machakos. Asante. Yes. Tumetembea kule Machakos. Everything seems to be okay. Yes, tunashukuru Mungu kwa neema yake. Asante. Kuna hili jambo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi. Na inaitwa guilt, kujishuku moyoni. Na ningekuuliza, what is guilt? Tunaweza kuielezea namna gani? Kwa urahisi, tunaweza sema guilt ni ile hali ya kusikia kuhukumika, ile unahisi unahukumika ndani yako, unasikia uko na hiyo hali ya kusikia tu una maswali mengi kwa sababu ya kitu ambacho ulifanya. Na sana huwa ni dhambi ambayo umeifanya, lakini unasikia tu ndani yako unahukumika. Kuna hiyo vita tu ndani yako ya hukumu ndani yako tu inaendelea kujengeka tu hapo ndani. Ndiyo hiyo. Na nikiuliza kuhusu the story of guilt, ama hiyo mambo ambayo yanakusubua moyoni mwako, ni mambo gani ambayo yanasababisha hali kama hizi? Unajua, guilt hii hali ya kujihukumu inatokana na kitu ya kwanza, the core thing. Inaanza na dhambi. Kwa sababu ukishafanya kitu, lazima, kwa sababu wewe ni mtu, tuseme kwa mtu ambaye ameokoka, lazima utahisi enyewe hapa nimekosea. Hiki ni kitu nimekifanya na ni kibaya. Okay? So hiyo hali ya kujihukumu, number one, imeanza kwa kufanya nini? Kwa kufanya dhambi. So imeanza kwa dhambi. That is the first step. Na ni mambo ambayo ukishafanya, for example, umefanya dhambi kama kijana, mwanarika, msichana, dada, umefanya dhambi ya uzinifu, fornication, ukirudi katika ushirika utakuwa unasikia enyewe mahali nimetoka na mahali nimeingia saa hizi sifai kuwa hapa. So hiyo ni hali, unapatwa na hiyo hali ya kujihukumu. So inaanzishwa na dhambi kama jambo la kwanza. The second thing inaweza kuletea guilt ni kwa sababu kuna hali mbili za guilt. Unaweza fanya dhambi wewe binafsi, hakuna mtu anajua. Ulikuwa tu mahali ulikuwa wewe peke yako, ni kitu imetendeka, lakini kwa hiyo hali unasikia kuhukumika. Kuna hali ya pili ambayo sasa imejulikana. Okay? Umefanya dhambi na sisi wapendwa katika kanisa na pia majirani pengine wamejua. Okay? So hiyo ni hali ingine pia ya guilt, kwa sababu ni kitu iko na hizo pande zote mbili. So inaweza tokea kwa sababu ya dhambi ambayo umefanya na imejulikana. Imepata kujulikana. Kwa hivyo ukiona mtu mwenye anasumbuliwa na guilt, ni kusema the conscience is still very much alive. Yes. Iko hai ndani yake. That is why kuna hiyo sauti ndani yake inamuonyesha
ile kitu ulifanya hiyo kulewa ulienda ukalewa, hiyo kuzini umeenda umezini, hiyo kuiba umeenda umeiba, si sawa. Sababu naona when you are not light in the spirit of God, hata mambo ukiyafanya Roho Mtakatifu hata kunenea, but when you are in the spirit of God, atakwambia na hiyo hali si ya kawaida. Na ni kweli na ni maandiko, kwa sababu Biblia imesema vizuri katika Yohana 16 mstari wa 8, kazi ya Roho Mtakatifu akija ni kuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi, hukumu, alafu maisha yaliyo mbele ambayo ni nini? Utakatifu. Sasa katika hii safari ya imani, ukweli ni kwamba madhara ni mengi. Hata mimi mwenyewe nimejipata hapo. Yes. Because I'm not 100% perfect. True. Unapata kuna mambo ambayo umeyafanya na inakusubua. Hebu tupitie tuone ni madhara gani yanaweza kukufanya ama yanaweza kukufanyikia wakati umeanza kusubuliwa na hii roho ya kuwa guilty. Kitu cha kwanza ambacho lazima kikupate, kwa sababu hii hali ya kujihukumu ikishaingia ndani yako lazima kutakuwa na madhara So kitu cha kwanza ambacho lazima kikufanyikie na ambacho inakuanga ndio chanzo cha mengi, you lose your confidence. Kwa sababu kuna vile ulikuwa unakuja ushirika, vile ulikuwa unafanya huduma, vile ulikuwa unaendeleza mambo yako, vile ulikuwa unahusiana na watu wengi, ilikuwa katika hali ya uhuru. Lakini ukisha realize kuna kitu umefanya, okay? Na kuna hiyo hali ya kujihukumu wenyewe, nimetenda dhambi hapa, nimeanguka, nimekosea, nimefanya makosa Kile cha kwanza utapoteza, utaanza kusikia mimi sifai kuwa katika hiyo ushirika, kwa sababu umelose ile confidence ya kuwa pale. Okay? So that is the first thing that you will lose. Naweza ongezea niseme kitu cha pili ambacho utapoteza ni ukisha lose confidence, utaingia katika ile hali ya kujitenga, kwa sababu sasa hautaki kuingia pale katika ushirika, hautaki kuchanganyikana na kuchangamana na wale wa ndugu wengine katika ushirika. Ile huduma ulikuwa umefanya utaanza kuiondokea polepole. Okay? Because ume lose your confidence, now utaanza kuji-isolate. Tuko pamoja Na ukisha ji-isolate now, hiyo ina lead to kitu kingine. Kwa sababu lazima zipelekane tu hivyo, kwa sababu haujadeal na ile hali ulioko ndani yake ndiposa uweze kutoka. So umetoka ku lose confidence, umeingia kwa isolation. Ukisha ji-isolate, the thing that happens next is what? Zile huduma zako ulikuwa ufanye hazina mtu wa kufanya, kwa sababu si ulikuwa na sehemu ambao ulikuwa ule ushirika ulikuwa pale una attend, wewe sasa umeanza umeji-isolate, so hauko pale katika ushirika. So huduma zako na mambo yako na mahusiano yako yataanza kuzorota, kwa sababu ile kazi ulikuwa ufanye hautaifanya. Hauna uhuru, hauna confidence ya kuifanya. Unaji-isolate na huduma yako inafifia. Huduma ikififia ndio unaonanga mtu sasa kutoka hapo ameacha kuja kanisa, amekaa nyumbani. Na wakati unaongea, I'm trying to reflect. Adam, our first father. Yes. Tuseme he is a glad father. True, yes. Na alijipata akiwa ametulia, mkewe akamletea tunda. Kamwambia my husband, nimekula hii. Na ningependa pia uonje. Na akaonja. Yes. But after that, maandiko inasema akajipata akiwa uchi. Yes. Na akaenda kujificha. Is that the kind of isolation you are talking about? Ya kwamba alijua Mungu atakuja leo, because God used to visit in the garden of Eden. Kwa hivyo alikuwa anajiuliza, na Mungu akikuja leo nitafanya namna gani? Is that some of the samples tunaweza sema that people do isolate themselves, not even from men, but even from the ministry and from God? Yes, I can say one of the things that will happen na ni hicho kilifanyika kwa Adamu wakati aliingia kwa dhambi. Okay? Wakati aliingia kwa dhambi, alijua na alisikia mambo imeharibika. Na akajua, kwa sababu alikuwa anajua yule Mungu alikuwa anahusiana na yeye vile yeye alivyo. Okay? Na jambo la pili la kusema, na iko katika maandiko katika Isaya kifungu cha 6 kuanzia mstari wa kwanza kuteremka hadi mstari wa 8, imeonyesha vizuri wakati unapatana na utakatifu wa Mungu na wakati unapatana na uwepo wa Mungu, kitu cha kwanza ambacho utakiona ni ile dhambi ambayo uko ndani yake, ni ule uchafu uko ndani yake. Okay? Na hicho ndicho kilifanya Adam ajue
kwa sababu niko katika hali ya dhambi, akaji-isolate, akajificha. Na maandiko ameweka tu vizuri vile umesema, alienda kujificha. Okay? So ndiyo hali tu, ukisha realize umeingia kwa dhambi, uko katika hiyo vita ya kujihukumu ndani yako, ukisha ji-isolate, then utatoka hata ikiendelea tu hivyo utajitoa mpaka kwa huduma. Utatoka kabisa, na vile unaendelea utajitoa kwa uhusiano wako pia na Mungu, kwa sababu unaweza urekebisha, lakini kwa saa hiyo hauko katika hali ya kurekebisha. I want to add on what you are saying. Unajua unasema ya kwamba when we isolate ourselves, tunawacha huduma. Yes. Tunakaa kwa nyumba tunajifungia. Yes. Kuna uwezekano wakati nimetulia, I don't have friends to discuss ama to open my heart to. Unapata by the end of the day nimeanza kujikuja na depression. And baada ya depression nasikia I think I can refresh myself. Unaenda unatumana na makali, and then you start jogging up your memory. By the end of the day unapata umeanza kuingia kwa madrugs and things like that. Yes. And hizi vitu zimekuwa sana kwa vijana. Kweli. Sababu life is becoming harder and harder. Yeah. Unapata you had a relationship, ulikuwa unafikiria maybe itapursue, unaona kama itaenda kuwa successful. Lakini on the other hand unaona ni kama I made a mistake, this girl is more beautiful than the other. So unapata you are dating, but by the end of the day ukifikiria it will be successful, hujui kunaenda namna gani. Unapata jamaa alikuja akapita na yeye mara moja and things are over. By the end of the day unabaki umejikunja kwa nyumba, unashindwa nilikuwa nimeambia wazazi, nilikuwa mpaka nimempelekea pasta, na hata nikamleta kanisani nikaambia wasichana wengine I'm going. Yes. How can you handle with that situation? Umebaki mwenye mlikuwa mmepanga mambo na yeye ameondoka. Now you are there, wewe mwenyewe ulikuwa faithful. Yes. Hakuna mtu nimekosea. Yeah. Sijasini, lakini situation nimekuja nimejipata I'm feeling guilty. Nilipeleka too far. Maybe ningechukua muda. How can you tell that person? Unajua, kitu cha kwanza ni kuelewa ya kwamba anybody can fall to sin. Okay? Number 2, anybody anaweza patikana na hali yoyote ile. Iwe ni kuachwa, iwe ni kitu ambayo ilifanyika ulikuwa unafikiri itaenda vizuri na ikaenda vibaya. Ni hali ya maisha, hata katika wokovu. Ni mambo ambayo Mungu anakubalia yapitie katika maisha yetu na tupitie ndani yake kwa mpango wake, ndiposa nguvu zake ziweze kuonekana, ama tufunze kitu fulani. Hiyo ni hali ya kawaida. So tukiingia kwa hali ya kuji-isolate, unajua hapo hatujasimama kudeal na ile issue tuko nayo. Okay? Na hatujasimama kudeal na ile guilt tuko nayo. Sawa? So ukisha ji-isolate sasa, kwa sababu ile hali ambayo umepitia, kwa sababu ulichezwa ama umeachwa, ukisha ji-isolate, ukifika katika hiyo hali, you need to get out of there. Because vile umesema inaelekea kuleta mambo mengine zaidi. For example, depression, for example, drugs. Okay? So ni hali unapaswa kujiamulia kuondoka katika hiyo hali. Okay? Kwa kujiamulia, kwa sababu si mtu mwingine atakusaidia hapa. You have to be the number one kujisaidia. A very good example, yule mtoto kitinda mimba katika Biblia in the book of Luke. Yeye mwenyewe ilifika mahali akajiongelesha, akasema unajua nini, nilikosa na nitaamka na nitarudi. So lazima ujiamulie utatoka katika hiyo hali. Yes. Sasa we have several types of, ama sasa nimeingia katika guilt, ninataka msaada. Do you have types of guilt? Yani unasema sababu kuna yule ambaye alisin huko ndani anasikia ninasumbuka moyoni, na kuna yule ambaye labda hata kama watu hawajui, hata kama yeye mwenyewe anajua, pia watu wanajua. How can we define types of guilt? Nitaziweka tu kwa urahisi. Mimi naziona tu kwa njia mbili. Kwa sababu kuna ile hali yangu mimi mwenyewe binafsi, nimeenda nimetenda dhambi, hakuna mtu anajua, ni mimi tu nilikuwa tu huko kazi, hakuna mtu wa ushirika wetu wa kanisa anajua mahali niko. Okay? So huko nimefanya, hakuna mtu amenijua, mimi ndio najua. So ni kati yangu tu na Mungu. Okay? So kuna hiyo hali ya personal, nitaita tu personal guilt, ya kusikia kwa sababu ni mimi tu najua kile nimefanya. Okay? Hiyo ni one. Kuna ya pili ambayo kile ambacho nimekifanya
nimekifanya katikati ya ushirika. Okay, kama mimi ni ndugu katika kanisa, nimeifanya kwa kanisa. Okay, ni kitu kimejulikana, pengine na majirani, pengine na wapendwa wengine katika kanisa. So hiyo imeenda public sasa. So hata hiyo iko na levels mbili. Naweza kuwa nikijihukumu na pia hawa wengine wapendwa niko nao ushirika wananionyesha, we hapa hii kuzini ulizini, si ya hii dunia yetu ya wokovu. Sasa mume niambie, kijana wako alitei, alilewa kabisa. Yes. Na anasikia hiyo guilt inamsubua. Yes. Anakuja anakuambia, my mentor, yes, nitafanya namna gani? Sasa can you take that man through? Akumwambie, how can I deal with this guilt? Nasikia wapendwa tayari wamejua. Nilitei sababu mpaka sijazoea, so nilikunywa kama Noah. Nikaanguka chini, nikatoa shati, katoa kiatu. Kuja, unajua shetani ni yule yule. Amekuleta mpaka pale nje ya church Saturday. Umeanguka hapo. Na wamama ndio wakati wanakuja kufanya practice ya kwaya. Na wanakupata pale bila shati, bila kiatu. Umejimwagia mate. Now niambie, how will you handle with that? Wakati utakuja kanisani, where will you start? Na wewe ni ndugu, guilt. Na mimi ni ndugu na ameokoka. Yes. Now of course definitely, kwa sababu wewe umeokoka, ukishaamka kwa ulevi wako lazima utarealize nishaingia kwa matope ya dhambi. Okay? Number 2, umerealize hii kitu imejulikana. Kwa pamoja kwa sababu si wamekuona wakienda kwaya na ni wadada na ni wandugu katika Yesu na mnaabudu kanisa moja, hata kama waabudu kanisa moja lakini unajua imeenda public, imejulikana. Okay, this is it. Number 1, step remains the same. Number 1, lazima utubu. Okay, lazima ugeukie Mungu kwa sababu umepoteza njia. So lazima ugeukie Mungu, utubu. Number 2, hapa ni lazima na ni vizuri, wacha niseme ni vizuri uzungumze na mchungaji. Kwa sababu hili ni jambo likikosa kusuluhishwa linaweza leta kifo kwa kanisa. Kifo namna gani? Kwa wengine wanaweza fikiria, kwa ndugu ambaye ni mchanga katika imani anaweza fikiria, hata mimi nikienda niteleze tena, nitende dhambi, nitarudi kanisani na mambo ikuwe ni shwari. Okay? Na hiyo itakuwa kuleta kifo katika kanisa. So ni vizuri uzungumze na mchungaji ndiposa ajue vile ataihandle, kwa sababu lazima hii sasa tuihandle, tutoe hii poison kwa kanisa. So lazima mchungaji, for example, lazima ukitubu, umezungumza na mchungaji, mmeomba, umerejeshwa katika ushirika vizuri na Mungu. Lazima naye mchungaji, kwa sababu Mungu amempatia maarifa, Mungu amempatia hekima ya kuhandle vitu kama hizi. Lazima naye sasa aiweke kwa kanisa vizuri. Ndugu aliteleza na mambo ilikuwa hivi na hivi, lakini kwa sasa amerejea vizuri, tumemuombea, amerejea kwa laini, ni ndugu. Okay? Kwa hivyo si vizuri mtu kuenda kufanya hivi na arudi kwa kanisa. Ni vizuri tutembee kwa nuru, kwa sababu wokovu ni nuru. Kuna mpendwa anauliza, hebu nisaidie. Kuna hili swala ambalo nimekuwa nikirudia. Dhambi ninairudia, dhambi ninairudia. Na kila wakati naenda ninatubu peke yangu pale usiku. Nasema Mungu, sitarudia hii. Na sitarudia hii. Nataka uniambie kama though ninairudia, Mungu ananisamehe, au what am I going to do? Ndio niweze kuovercome hali hii. Now, kwa sababu vitu zingine ambazo tunafanya they are repetitive. Okay? Ni vitu ambazo unaweza kuanguka tena. For example, dhambi ya fornication, it is addictive. Utaenda leo ukae, kesho utarudi tena. Okay? Dhambi zingine ni vitu ambazo zitakuwa za mazoea. Okay? Na hii ni hali utakuwa unatubu leo, kesho unaanguka, unatubu leo unaanguka. And of course it's not the right way to live. Okay? Mungu anatuita tuwe watakatifu. Kwa hivyo it's not the right way to live. But this is the thing to do. Number 1, ukishaingia kwa dhambi na umeona imeanza kuwa repetitive, of course kitu ya kwanza ni kutubu. Cha muhimu, the second thing, zungumza na mchungaji, zungumza na kiongozi wako, kwa sababu amepewa mamlaka na Mungu ya kuvunja hizi vitu ambazo wewe hauna uwezo wa kuzishinda peke yako. Na kupatia example mzuri, inaweza kuwa ni kitu kinakufuata kutoka kwa damu. Ni kitu ilikuwa inasumbua baba, imesumbua babu, imesumbua nyanya, imesumbua familia. So iko kwa damu. Okay? Mungu amempatia mchungaji mamlaka ya kuvunja hizi vitu. Zinaweza kuwa ni lahana, inaweza kuwa ni dhambi fulani ya mazoea, chochote kile. Ana hayo mamlaka. So ukisha tubu, zungumza na mchungaji, kwa sababu ukisha expose
kile ambacho shetani amekufunga nacho nguvu zake zitaisha. Then utaweza kusaidika. Yes. Na kuna mtu anaitwa Mr. Mike Yes. anasema I know Mr. Mumo for a period of time. Asante. Anambia kuna huyu msichana mjakazi alikuwa anafanyia kazi Ibrahimu. Yes. Na wakapata kuzaa na yeye. Anasema can you refresh my mind? Sababu nilisahau alikuwa anaitwa nani. Msichana alikuwa anaitwa Haga. Yes. Na anauliza na akazaa kijana. Yes. I think he was not a good student. Wakati ulikuwa unamsomeza Sunday school kama alisahau. Alikuwa anauliza mtoto alikuwa anaitwa nani? Huyu kijana wa Ibrahimu alikuwa anaitwa Ishmael. Yes. So Mr. Kamau, I know you are there. So weka hiyo kwa akiba na Mumo mtapatana. I know ataonyesha unamwangusha kwa class. Now, Mr. Mumo. Yes. Kuna mzee ananiuliza. Yutoka nje ya ndoa. Na me myself I'm married. So wakati alitoka nje ya ndoa anasema aliteleza ama accidentally. I don't know how accidentally, lakini alifanya accident ya kwanza na akafanya accident ya pili. Na anajishuku anasema hii jambo linanisumbua. Yes. Anauliza should I tell my wife and confess? Ama should I die with it and never try that at home again? Ama should I share it with my pastor so that I might be free? Saidia huyo mzee. Okay. Kile naweza saidia, naweza sema hivi. Kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo yana uzito mwingi. Okay? For example, ukitembea nje ya ndoa, unajua tu vizuri your partner hawezi kubali hiyo. Okay? Na si kitu itakuwa rahisi kwake. Sio rahisi hata. Hautaenda kwa nyumba umwambie, nilitoka nje juzi lakini situko sawa. Nilikuwa na accident. Yes, it doesn't work like that. So mambo mengine yana uzito. Na sio kutembea nje peke yake, ni mengi. Okay? Ni kitu ambacho kinaweza leta hata kifo physical. Unaweza fika ikuwe ni hivyo, ianze vita, kisu umechomwa na kisu, umechomwa na maji moto, story mingi. So kama wewe ni ndugu na umeingia katika dhambi kama hiyo na umeoa ama umeolewa, okay? Naonelea ni vizuri uzungumze na mchungaji kwanza, okay? Ndiposa upate wasia na advice ya how do I deal with this? How do we break it now to my partner? Itaingia vipi? Ndiposa kusiwe na kifo ya ndoa katika ndoa yenu, kwa sababu mtu yeyote anaweza kuanguka. Okay? Scenarios ni mingi ambazo zinaweza kuingiza kwa dhambi. Okay? Na we can't judge and outrule tuseme you know what, ulifanya kwa hivyo muachane. We can't do that. Mungu anachukia divorce. Ni maandiko. Okay? So mimi na advice, my own advice would be zungumza na mchungaji, enda kwa mchungaji, be open, sema kile kilifanyika, vile kilifanyika, mambo yalienda vipi, and from there you can get guidance, kwa sababu mchungaji ana maarifa na hekima ya kudeal na mambo, so utaelekezwa vizuri how do we deal with this. Na Roho Mtakatifu atasaidia katika hii hali na urejeshwe na kusiwe na kifo katika ushirika na kusiwe na kifo katika ndoa yako. Yes. Kuna kijana ananiambia ako na depression. Babu alipata kujiingiza katika mahusiano na msichana fulani. Yes. Na kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri akazaa mtoto. Na hawakuwa na ile mapenzi yenye unasema I love this woman, naweza kumuoa. So I'm not ready for marriage. Yes. Not only marriage, hata yeye mwenyewe simpendi yangu ya kumuoa. Anajiuliza how will I survive this? Will I marry my sin? Ama will I settle huyo mtoto because the guilt is there. Tutamsaidia namna gani? Huyo nitamsaidia kwa kusema number 1. Kitu cha kwanza ambacho upaswi kufanya, iwe ulikusudia ama ukukusudia, mtoto hana hatia. Okay? So whatever you do, whatever you decide to do, mtoto hayuko katikati. Okay? Kwa sababu mtoto ni innocent. And no, hakuna mtoto ambaye ni mistake. Mimi husema hivyo. Hakuna mistake. Hata kama alipatikana vipi, si mistake. Hakuna Okay? mistake. Lakini kile ndasema ni hiki it is very important for us to understand and to know that God loves us. Na Mungu anatupenda. Biblia imesema vizuri, wakati tulikuwa wenye dhambi, Mungu alitupenda. Okay? Na that's why nilikuwa nasema ukishajipata kwa dhambi, kitu ya kwanza ni kutubu. Sawa? The second thing you do katika hali kama hiyo ni hii. After you repent,
na umezungumza na mchungaji, kwa sababu nafikiri ni muhimu hapa kukuwe na spiritual authority ya kukusaidia kudeal na hii jambo Sitasema ni lazima muoane kwa sababu you can't marry somebody you don't love. You can't marry hiyo maisha haitakuwa mzuri, okay? Yes, you can't marry a mistake. Sawa sawa. So ni vizuri utembee na mchungaji akushauri vile unapaswa kuendelea, lakini cha muhimu ni kukumbuka kama ulikuwa uhusiano mbaya lazima ukate kama ndugu, haupaswi kuendelea. Lakini cha muhimu ni mtoto haupaswi kuondokea, kwa sababu you never know who you've brought into this world. It might be the next president of the next 40-50 years to come. So you don't know the seed you've brought. It might be the great Reinhard Bonke evangelist that you are bringing into this world through the way ameletwa tu. Okay, so upasi kuondokea mtoto, lakini cha kufanya ni zungumza na mchungaji na urejeshe ushirika wako na Mungu, na huo uhusiano kama ulikuwa mbaya ni wa kukata. Yes, mara moja. Yes. Naulizwa naambia salimia Mike na mtu anaitwa Maxina ananiambia hebu uliza Mr. Mumo. Yes. Wakati wakati alikuwa mwizi Yakobo alikuwa anarejea kwao, alipatana na Mungu na alibadilishiwa jina akapewa jina ingine. Naulizwa hebu refresh me, ile jina alipewa ilikuwa ni jina gani? Baada ya Yakobo kupatana na Mungu na kumenyana usiku mzima, baadaye wakati aliambia Mungu lazima unibariki, okay, hautaniacha bila kunibariki Mungu alimwambia hautaitwa Yakobo tena, lakini utaitwa Israeli. So jina aliyopewa ilikuwa Israeli. Mimi ningemwambia kijana yake ya kwanza akibarikiwa, yes, muite Israeli. Sasa now tuko na kama dakika 5. Yes. Kama dakika 2 ningetaka kukupea. Yes. Kwa wale watu ambao wanajiambia ndani ya mioyo zao, how will I move on? Mambo yamewasubua. Wanajisikia wanajishuku. Yes. Kuna wapendwa wanawashuku. How will you advise them? Tukimalizia cha kupeana ushauri nitasema maandiko yamesema katika Waebrania kifungu cha 4 mstari wa 16 tukikaribie kiti cha wacha niseme na kizungu let us draw near the throne of grace with confidence ama with boldness so that we may obtain mercy. Okay, the most important thing ya kujua ni hivi Mungu anakupenda. Katika hiyo hali yako, dhambi uliofanya, uovu ulioutenda, wewe sio wa kwanza, wewe sio wa mwisho, na Mungu anakupenda. Okay? So, the number one thing is this, kumrudia Mungu kwa ujasiri ukijua Mungu ndiye baba yetu. Okay? Na uendi kwa baba na uoga. Unaenda kwa baba na ujasiri kwa sababu you belong. Hapo ndio nyumbani. Kijana the last born kwa Biblia, wakati alienda akaharibu mali yake na akarudi, alirudi nyumbani kwa sababu nyumbani ilikuwa tu ndio nyumbani kwao, haikuwa na option nyingine. So you come back to the Father. Na that's why tunaombanga, na Yesu alitufunza akasema baba yetu uliye mbinguni. Kwa sababu gani? Ni baba, ni mzazi wetu. Okay, so it is important ujue vizuri uko katika hiyo hali ya matope na ya uchafu na ya dhambi, lakini una baba ambaye anakupenda. Yesu alikufa kwa ajili yako. Kwa hivyo haupasi kukaa katika hali ya kujihukumu. So mkaribie Mungu, utubu. Namba 2, zungumza na viongozi wakusaidie katika hiyo hali, uvunje kama ni laana, uvunje kama ni kitu ya mazoea, upate neema ya kuendelea katika safari ya wokovu. Lakini hauna ruhusa ya kukaa pale ujihukumu. Hauna. Kwa hivyo ile jambo ambayo tungesema, ingekupea kitu ya mwisho. Usalimie mtu mmoja ama wawili, waambie be blessed, tupatane next time. Sijui utasalimia mchungaji, baba wa kiroho. Pardon wacha ni shukuru kwanza kwa nafasi ambayo umenipa. And secondly, ningependa kurecognize kazi ambayo imefanywa ndani yangu na watumishi wa Mungu. Asante sana my pastor, Reverend Mutunga, na my pastor Paul Nguyo for the good work that they have done. Mimi ni kulelewa, nimelelewa hivyo. So nashukuru Mungu kwa kazi ya wachungaji ambao wametenda ndani yangu. Na nisalimie marafiki wangu, nitasalimia Mike kwa ajili ya kazi yake mzuri. Nitasalimia my good friend and my brother Kevin for the good work that they have done and for ushirika.
And I thank God for the far that we have gone. Yes. Thank you Mr. Mumo Asante sana. for coming. Asante. Barikiwa sana. Asante. Wapendwa, that is Mr. Chris Mumo all the way from Machakos. Na ni ndugu wa baraka, ni ndugu anaenda mbali. He is a mentor. Umesikia ya kwamba don't let guilt ikuangushe chini. Hatuwezi kuwa kama Judas. Tumekataa ya kwamba wakati alimsaliti mwana wa Mungu, ile hukumu ilimsumbua moyoni mpaka akasema leo najitia kitanzi. Sisi tumesema kitanzi tumeweka kando. We are going back to our spiritual fathers because we need mentorship. Watushike mkono. Labda kuna mambo yamekufuata, kuna jambo umelifanya, kuna mambo ambayo unasikia yanakushuka ama yanakusumbua moyoni mwako. Don't let this thing destroy your destiny. Ya kwamba kipia kwa Mungu, turn back, because the accuser atasimama hapo kila siku na kusema kumbuka wewe ulitei. Kumbuka pahali ulipitia jana. Kumbuka ile jeshi ambayo ulitembea and what you did. So focus, mpendwa, focus. Even if no matter how much you have been accused, but focus because your destiny is real. Mahali ambapo tunaenda is real. The kingdom of God suffers violence. It's only the men of violence that possessed by force. So barikiwa as we move on. Tupatane next time. We have still much more. Nakwambia tulikuwa mashinani, so gojea mambo bado. Chris will be here and is here to stay. Mpaka tuhakikisha tumemaliza and the kingdom of the enemy is beneath our feet. Tubarikiwe as we move on. Asante sana.